Unaweza ukawa unafanya kazi, unafanya biashara, unapata kipato kabisa, lakini unakumbana na changamoto kwamba huwezi kulipa bills zako kwa wakati. Una mahitaji mbalimbali ambayo yanakusubiri uweze kuyalipa, lakini unajikuta unashindwa kabisa kulipa kwa wakati. Kama na wewe unapitia changamoto ambayo watu wengi sana wanaipitia, unapata pesa lakini huwezi kulipa mahitaji yako kwa wakati, tafadhali angalia video hii mpaka mwisho. Katika video ya leo tutaangalia njia rahisi ama mbinu rahisi za kutusaidia kuweza kuyafahamu mahitaji yetu na kuyalipa kwa wakati bila kuwa na mawazo yoyote yale. Karibu kwenye Talk with Jasmine. Hapa tunaangalia sana masuala ya fedha, namna gani ya kupanga budget, namna gani ya kubana matumizi, namna gani ya kuondokana na madeni, namna gani ya kuweka akiba na jinsi ya kujenga maisha bora. Kama nawe ni mpenzi wa haya masuala, usiache kusubscribe. Sasa twende moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo. Jambo la kwanza kabisa ambalo tunaweza kulifanya ili tuweze kutambua mahitaji yetu na tuweze kuyalipa kwa wakati bila kuwa na mawazo kabisa ni kufahamu mahitaji yetu ni yapi. Ni lazima ufahamu kwamba wewe mahitaji yako ama bills zako ambazo unatakiwa kuzilipia ni zipi. Ziandike, yani ziorodheshe kabisa sehemu kwamba mimi natakiwa nilipe kodi, mimi natakiwa nilipe ada, chakula, internet, unatakiwa ulipe labda maji, umeme na vitu vya mbalimbali ambavyo wewe mwenyewe unavifahamu. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba umeviorodhesha ili uweze kuvifahamu. Na jambo la pili ambalo unaweza kulifanya hapa ili kuweza kulipia hivyo vitu vyako kwa wakati ni kuhakikisha kwamba unajua ni lini vinatakiwa kulipwa. Ni lini? Kuna wengine baada ya miezi 6, wengine baada ya miezi 3, mwingine kila mwezi unatakiwa ulipe hiyo bili. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba hizi bili zangu, hichi kitu natakiwa nikilipe muda gani. Tafakari na ufahamu kwamba ni muda upi ambao unatakiwa kulipia, na uhakikishe unazingatia hilo kwamba kama ni baada ya miezi 6, basi ndani ya hiyo miezi 6 umeshapata hiyo hela ya kulipia hiyo bili. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba bili yako inalipwa lini. Jambo la tatu ni kuhakikisha kwamba unalipa kipindi ambacho una pesa tayari. Kama wewe ni mtu ambaye unafanya kazi, unalipa mshahara mwisho wa mwezi, basi hakikisha unapopewa pesa yako tu unaenda kulipia lile hitaji. Usiseme tena ngoja tu nikae bado kidogo. Hapana, ukishapata pesa lipia hicho kitu ambacho kinahusika. Kama ni kila mwezi basi lipia kila mwezi. Kama unajua ni ndani ya miezi 6 basi weka pesa yake pembeni. Usiseme tu kwamba mimi ndani ya miezi 6, huo mwezi wa 6 ndo nitalipia. Utajikuta hizo siku unafika na hauna hela kwa sababu matatizo ni mengi, shida haziishi, na unajikuta wakati huu unatakiwa ulipie hiyo, kuna tatizo lingine tena au kuna jambo lingine ambalo unatakiwa ufanye. Kwa hiyo hakikisha ile pesa unaiweka pembeni. Yani jitunuku kabisa kwamba mimi natakiwa nilipe kodi baada ya miezi 6, lakini kila mwezi nitaweka kiasi kadhaa, ili kifika huo wakati usiwe unahangaika, unaenda tu kutoa pesa unaiweka. Kwa hiyo hakikisha tu unafahamu kwamba unadaiwa kiasi gani na hiyo pesa unaiweka pembeni, na hakikisha unalipia wakati ambao una pesa. Hata kama wewe ni mfanya biashara, unajua wakati huu nimepata hela, basi ngoja niweke hela ya bill fulani pembeni. Lipa wakati una pesa yako tayari. Jambo la tatu ambalo linaweza kutusaidia kuhakikisha kwamba unalipia bills zako kwa wakati ni kuhakikisha unayo budget. Budget ni mwongozo wa pesa yako. Yani ni unaiambia pesa yako ikafanye nini. Tumeshaongea mara nyingi sana kuhusiana na masuala mazima ya budget. Kwa hiyo hakikisha unayo budget yako na unafahamu pesa inaenda wapi ili uweze kupata hiyo pesa ya kulipia bills zako tofauti. Ukishakuwa na budget, unafahamu kwamba hii pesa inaenda sehemu fulani, hii pesa inaenda sehemu fulani, na unaelewa kwamba hii italipia bills fulani. Kwa hiyo unakuwa ni rahisi kwako kwamba pesa ya kulipia mahitaji yako unaipata kuliko ni kupata ile changamoto ya kuwaza kwa sababu hauna budget. Kwa hiyo haujui hata pesa inatumikaje. Wewe unatoa tu pesa yako, unakuta mwisho wa siku kuna mahitaji ambayo hujalipia na pesa hauna. Na jambo lingine, hakikisha kwamba unaandika chini na unatiki. Ukishalipia bili yako tiki. Kama una to-do list, andika to-do list yako au andika kwenye Google Sheets ama spreadsheet zile, andika na ufahamu kwamba umeshalipia kitu fulani, unatiki pale ili kuepuka kujirudia ama kutafakari kitu ambacho tayari ulishalipia. Kwa hiyo hakikisha kama wewe sio mtu ambaye unatumia kichwa. Kwa mfano kama mimi bills zangu nikishazijua kichwani tu, nikishalipia nimetiki kichwani. Kwa hiyo kama hawezi, hakikisha unaiandika chini, kwa sababu mali bila daftari inapotea bila habari, watu wanasema hivyo. Kwa hiyo hakikisha na wewe unaandika chini kwamba mimi mahitaji yangu ni haya na nimeshalipia hichi, nimeshalipia hichi, nimeshalipia hichi. Kwa hiyo mpaka wakati mwingine. Jambo la mwisho, hakikisha unapunguza matumizi ambayo sio ya lazima. Mara nyingi sana pesa yetu unakuta inaisha kwa sababu tu kuna matumizi kadha wa kadha ambayo hata sio ya lazima.
lazima, lakini unatumia pesa yako kununua. Kwa hiyo hakikisha kwamba unafahamu matumizi yako ya ambayo ni ya lazima na ambayo sio ya lazima. Yale ambayo sio ya lazima, basi punguza matumizi ambayo sio ya lazima ili uweze kubakiwa na hiyo pesa kwa ajili ya kulipia mahitaji yako mbalimbali. Mara nyingi inaumiza sana pale ambapo unatakiwa ulipie bili fulani na hauna pesa, lakini hicho kitu ni cha msingi kabisa ambacho ungetakiwa ufanye, na pesa ulikuwa nayo lakini umeitumia vibaya kwa vitu ambavyo sio vya lazima, na badala yake kitu ambacho ni cha msingi na unatakiwa ulipie, lakini pesa huioni. Kwa hakikisha unapunguza matumizi ambayo sio ya lazima ili uweze kubakiwa na pesa ya kulipia bili zako ambazo ni za msingi na ni za lazima. Kumbuka tu kusimamia matumizi yako na kuhakikisha yanalipiwa kwa wakati, sio swala la kuwa na fedha nyingi sana au kuwa na kipato kikubwa, bali ni kuhakikisha kwamba unasimamia matumizi yako, unasimamia fedha zako na kuzitumia ipasavyo. Kwa hivyo anza kutumia njia hizi ambazo tumezitaja hapa, lakini pia njia zingine ambazo unazifahamu ili kuhakikisha unalipa mahitaji yako kwa wakati. Hem, tuambie hapo kwenye comments sasa na sisi tupitie kwamba wewe ni bili gani ambayo inakusumbua sana kuilipa. Je, ni mahitaji gani ambayo wewe yanakutatiza sana, yanakusumbua sana kuyalipa? Kama video hii imekusaidia, tafadhali usiache kusubscribe, like hii video na share na watu wengine. Mimi ni Jasmine, tuonane katika video inayofuata.